Somo la kwanza. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, hakuna hata mmoja wetu aishie kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Tukiishi tunaishi kwa ajili ya Bwana. Tukifa tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi ikiwa tukiishi au tukikufa, sisi ni mali ya Bwana. Kwa maana Kristo alikufa akafufuka ili awatawale wafu na wazima. Wewe lakini, mbona ulihukumu ndugu yako? Au wewe, mbona ulidharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tunasimama kwa kiti cha enzi cha Mungu, kwani imeandikwa, kama niishivyo, asema Bwana, kila goti litapigwa mbele yangu, na kila ulimi utamsifu Mungu. Basi kila mmoja wetu atatoa mwenyewe hesabu kwa Mungu. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. katika nchi ya walio hai. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Katika nchi ya
Tusimame kwa shangilio. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule, watoza ushuru wote na wakosefu walimjia Yesu wapate kumsikiliza. Lakini Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, huyu huwapokea wakosefu na anakula nao. Akawaambia mfano huu, nani kati yenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja hawaachi wale 99 nyikani, amfuate yule aliyepotea hata ampate? Na baada ya kumpata, anamweka kwa furaha mabegani pake, na anapofika nyumbani akawaita rafiki na jirani akawaambia, furahini pamoja nami, maana nimempata tena kondoo wangu aliyepotea. Na waambieni, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mkosefu mmoja mwenye kutubu, kuliko waadilifu 99 wasiohitaji kutubu. Au mwanamke mgani mwenye shilingi 10 akipoteza moja, hawaashi taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na baada ya kuiona, akawaita rafiki na jirani akiwaambia, furahini pamoja nami, kwa maana nimepata tena shilingi iliyopotea. Na waambieni, vivyo hivyo kutakuwa na furaha kwa malaika wa Mungu kwa ajili ya mkosefu mmoja mwenye kutubu. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mapadri wenzangu, Father Raphael, Father Maina, mwalimu wetu wa dini, katekista, our mass servers, na vile vile sister, walimu wa ECD, waziri na wale wanafanya kazi, madirectors, na watoto wetu. Tumusifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Inua mkono juu. Inua vizuri.
Salimia mwenzako umwambie hii siku ni Bwana ameifanya. Tuifurahie na tuishangilie. Mko na furaha ama hamna furaha? Munayo? Are you happy? Na sioni hivyo. Are you happy? Hebu inueni mikono yote miwili hivi. Mtu inue mikono vizuri. Mungu ni mwema. Angalia, mimi nataka muwe mwefurahi. Inua mikono vizuri. Inua vizuri. Ege kosi ogi. Na tondu. Na kwa sababu mmecheka, Mungu ni mwema. Nilikuwa nataka mwekane ili mcheke, lakini kwa sababu mmecheka, msifanye hivyo. Mungu ni mwema. Kwa hivyo ukifanya hivyo kwa sababu umeonywa na Father ni hatia, na ni dhambi kubwa sana. Wakati tulikuwa na governor pale kwa ofisi, ni vile tu ameenda, nilikuwa nataka kusema hivi akiwa, nikamwambia kwa program nimeona umeandika utatoa speech. Nikamuuliza, watoto utawaambia nini? Mungu ni mwema. Akaniambia watoto, sasa watoto mimi nitawaambia aje? Mimi nitawaambia tu habari ya watoto. Mungu ni mwema. Na vile vile ndipo amefanya nini? Si amesema hivyo? Si amesalimia tu watoto akaambia watoto habari, good morning, na akamalizi? Na mimi nikamwambia hata mimi sina maneno ya nini? Ya watoto. Wale wako na maneno ni walimu wa ECD. Kila wakati unakuwa na nini? Na maneno. Ama hamna maneno? Na ukiona huna maneno, wewe si mwalimu wa ECD. Tuko pamoja? Halo? Mungu ni mwema. Nikakosa muda kwa sababu ningeambia Wasiri Masi, Daktari Masi, hebu niambie tuwaambie nini? Ama nikibie kwa sister. Mungu ni mwema. Ni vile siku nimekuona, ningekwambia hebu nipatie ujumbe wa watoto. Tuko vikundi 4. Tuko na watoto, tuko na directors, tuko na wazazi, na tuko na wafanyikazi wa county. Mungu ni mwema. Wewe si katika hiyo kikundi, tunaongeza kikundi ya 5. Friends of those. Mungu ni mwema. Marafiki wa nini? Wewe marafiki unaweza kuwa umekuja hapa wewe ni rafiki ya wazazi. Wewe unaweza kuja wewe ni rafiki ya walimu. Unaweza kuwa wewe ni rafiki ya watoto. Na wewe unaweza kuwa ni rafiki wa wafanyikazi wa county. Unaona hakuna mtu ambaye hana sehemu yake siku ya leo. Mungu ni mwema. Na mimi tumsifu Yesu Kristo. Nikafurahi. Nilikuwa naambia Wasiri hata ukiwa unanilenga utajikuta tu nakuja. Hii baada ya misa walikuwa wamepanga na His Grace. Monday nikapigiwa simu nikaambiwa hiyo misa His Grace ni wewe unaenda. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuwa amenialika. Mungu ni mwema. Halo, ubaya wangu ni kusema ukweli. Mungu ni mwema. Hakuwa amefanya nini? Wamenialika. Lakini sasa vile Wasiri alisikia ni Father anakuja, nikaanza kuona simu zinafuata. Nikasema oh my God, kumbe nitapata simu. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Hiyo inaitagwa muheneko ili nijue nani naongelesha. Tumsifu Yesu Kristo. Nilikuwa naangalia nani tuzungumza naye. Niko na maneno machache mno. Kwa sababu ukiangalia katika saa yako saa 6 karibu fika, na watoto wetu saa 6:30 huwa wanafanya nini? Wanakula lunch. Tuko pamoja? Sio kikombe mmeelezwa, ni vile tu hakuwa anasema tutakula lunch zote. Ama sivyo Wasiri? Si uniambie ili nimalizie hapa tuendelee na hiyo ibada ya misa ili tuambie watoto waende wakajipage huko Kiambu town. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kutakuwa na kitu ya kuweka hapo katikati. Nataka kuanza na masomo, maneno mawili matatu. Alafu nimalizie ku encourage watoto wa hizo vikundi zote 5 mpaka marafiki hatutawaacha. Na hatimaye tumalizie. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Na kila wakati Mtakatifu Paulo akiandikia Warumi, akiandikia wakubwa kwa wadogo, watoto kwa wazazi, walimu kwa wafanyikazi na marafiki, anatukumbusha ya kwamba sisi ni mali ya Mungu. Ambia mwenzako wewe ni mali ya Mungu. Mwambie ni mali ya Mungu. Na ukiona haongei unakanyaga yeye, wewe ni mali ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi ni mali ya nani? Sisi ni mali ya Mungu.
Kwa sababu Paulo ameendelea akasema, tukiwa hai, tukiwa tumekufa, tukiwa tuko nazo, na maanisha pesa, tukiwa sisi ni wadogo, hatujui kuongea vizuri, tukiwa na mishahara mikubwa, tukiwa tumesoma sana, tukiwa hatujafikia hiyo diploma gavana amesema, tukiwa mapadre, tukiwa kirero, tukiwa warei, sisi zote ni mali ya nani? Ya Mungu. Tuko pamoja? Hilo jambo la, unajua nikimalizia nitakuwa na mtihani, nitakuwa na maswali na nitakuwa na zawadi. Kwa sababu nadiu na watoto na walimu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo usikilize kwa makini sana. Pointi ya kwanza tumesema gani? Sisi ni mali ya nani? Pointi ya pili. Hakuna mtu ambaye ni mzuri sana kuliko wale wengi. Ambia mwenzako, wewe sio special. Hello? Mwambie wewe si special. Si my friend unajua umepata nafasi vile ulikuwa unaona Wasiri anaje. Sasa mwambie wewe si special. Mungu ni mwema. Si opportunity kumwambia yeye si special. Wewe si special. Hakuna bado si special. Na tukakumbusha ya kwamba hata tukijifanya, tukijinua, tukijigamba, si zote ni mali ya Mungu, na si zote hukumu itatolewa kwetu. Matokeo ya maisha ambayo tunaishi sasa hatutayakabidhi kwa mtu. Hatutaanza kusema watu watushangilie. Hatutasema ya kwamba watu watunuke zawadi kwetu. Lakini yale yote ambayo tunafanya tutapata zawadi, na zawadi kubwa sana ni furaha ya miaka ambayo haina mwisho. Kwa hivyo kwa nini sasa tukijua kwamba sio special,